wafanyabiashara ndogo ndogo 4870 wamenufaika na mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 9.9. Hivyo natoa rai kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kujitokeza na kusajiliwa kwenye mfumo wa usajili, mfumo wa kidijitali Management Information System, Digital Management Information System, kupitia maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zao. Na tayari nasema zaidi ya 100,000 wameshasajiliwa, na waliopata mikopo ni hao na fedha ni hizo, na zoezi linaendelea. Ndugu waandishi wa habari, ili kuratibu mfuko wa maendeleo ya wanawake Women Development Fund, tunaitaga WDF kifupi, ambao hutoa mikopo kwa wanawake wajasiriamali, ambapo katika kipindi cha Julai hadi Novemba 2025 wanawake wajasiriamali 45 wamewezeshwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 337.9. Hivyo natoa wito kwa wanawake wote wenye sifa kuchangamkia fursa hii kwa kuwasilisha maombi kwa maafisa maendeleo ya jamii waliopo katika halmashauri zao. Hizi ni program zilizoko ndani ya wizara hii, lakini katika wizara zote ziko program mbalimbali. Na tuna baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi ambalo limesajili mifuko mbalimbali ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, inakaribia mifuko 100. Lakini taarifa hizi sasa zinakuwa bahati mbaya tukizitoa watu wengi hawafuatilii. Sasa tumekuja na huu utaratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Na haya mazungumzo tunayoyafanya niliyoyasema awali kuhusu mila na tamaduni zetu na maendeleo, tunaomba sasa wanaotusikiliza waje huko, pale ndo mahali pa kuuliza na kupata majibu na kutoa maoni. Ukikaa mbali na majukwaa haya ya elimu ambayo yametayarishwa na serikali, wewe hakika utakaa mbali na taarifa za uwezeshaji. Matokeo yake tunakuwa na watu wanaofahamu hizi taarifa ni wale wanaofuatilia. Wanakuwa wanafahamu sekta hii inasemaje, sekta hii inasemaje, unakuta yeye ni mnufaika zaidi. Lakini mwingine yuko mbali na ufuatiliaji wa taarifa hizi za serikali tunazozitoa, hakika hawezi kunufaika. Kwa hiyo kupitia kipindi hiki pamoja nani, ndugu wanahabari, naomba mzipeleke taarifa hizi vizuri. Hatua ya kwanza ya mwanadamu kuweza kuendelea ni kutamani kuendelea. Hatua inayofuata ni kusikia. Kusikia na kuamini. Hatua inayofuata ni kukata shauri, naanza kuchukua hatua zifuatazo. Hatua nyingine ukikwama ni kujua wapi ni ripoti, nani nimwambie, kwa nini mimi nimekwama. Mnyororo wa mawasiliano kati ya wananchi pamoja na serikali yao ndio unaosababisha mtu atoke pale alipokwama aweze kwenda mbele. Ndugu waandishi habari, kupitia sheria ya manunuzi ya umma, serikali imetoa fursa kwa makundi maalum kwa kuelekeza kuwa kila taasisi ya ununuzi wa umma itenge 30% ya bajeti yake ya ununuzi kwa makundi maalum ya vijana na wenye ulemavu, wanawake na wazee. Hapa napo tuna mafanikio mengi yanaonyesha wale waliojisajili rasmi kwenye mifumo inayohusu shughuli zao huwa wanaweza kupata hizi taarifa na kunufaika na hizi zabuni za mnunuzi. Hawa ambao ni makundi maalum. Katika kufikia